Bwana Yesu apewe sifa. Hivi changamoto zina maana gani kwa mwana wa Mungu? Mungu anapotaka kukuinua au kukuweka katika nafasi fulani ambayo ni ya juu kuliko ile ambayo ulikuwa nayo mara ya kwanza, huwa ni lazima akupime na lazima akuimarishe. Tunaweza tukajifunza haya kupitia maandiko matakatifu ambayo yameandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 kuanzia mstari wa 1. Maandiko matakatifu yameandikwa kwa Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili apate kujaribiwa na Ibilisi. Kwa mujibu wa maandiko matakatifu, wakati Yesu anapandishwa na Roho nyikani, alikuwa bado hajaanza kuitenda kazi ile ambayo Mungu alikuwa amemleta hapa duniani aweze kuifanya. Kwa sababu alipopanda nyikani alikuwa amepanda kwa ajili ya kufunga hizo siku 40, na katika kufunga huko ndipo shetani alimjia akamjaribu, na alipomshinda shetani, aliposhuka sasa ndio alipoanza kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo kumbe kupanda kwake na kwenda kufunga ni Roho ndio aliyekuwa amemsukuma ili aweze kupanda mlimani na aweze kufunga siku 40. Na wakati alipokuwa katika mfungo, ilifikia wakati akaona njaa. Alipoona njaa, shetani akaona sasa hapa ndio nafasi ya kumjaribu huyu, kwa sababu ya hali alionayo hapa, nikimjaribu lazima nitamwangusha chini. Akamfuata mara ya kwanza, akamwambia, ikiwa wewe mwana wa Mungu, geuza mawe haya yawe mikate. Yesu akakataa. Alimjibu tu kwamba mtu hawezi kuishi kwa mkate ila kwa kila neno litokalo kinywani kwa Mungu. Lakini alipoona huo mtego wake haujafanikiwa, shetani akajaribu tena mtego mwingine. Akampandisha juu kwenye kinara, akamwambia jitupe chini, kwa sababu imeandikwa kwamba Mungu atakuagizia malaika ili usijikwae mguu wako. Yesu alitambua hilo, na yenyewe akamwambia usimjaribu Bwana Mungu wako. Lakini akamjaribu tena kwa mara ya 3. Akamwambia kwamba nisujudie na nitakupa ufalme. Yesu akaona huyu nisipomfukuza ataendelea kunijaribu. Akamwambia enenda zako shetani. Na alipomwambia hivyo ndipo shetani akamwacha, na baada ya kushinda hayo majaribu yote ndipo ambapo Mungu alituma malaika sasa kwa ajili ya kuanza kumtumikia Yesu. Kwa hiyo kabla Mungu hajatuma malaika kwenda kumtumikia mwanae Yesu, aliruhusu kwanza Roho ampandishe Yesu juu ili aweze kujaribiwa na shetani. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine unaweza ukawa unaishi katika maisha, wewe unakutana na changamoto. Zile changamoto haziji tu bure. Changamoto kwa mwana wa Mungu huo ni jaribu ambalo au majaribu ambayo yanakuja kukupima wewe au kuipima imani yako. Na pale unapoishinda ile changamoto kwa kusimama imara katika neno la Mungu, kwa kusimama imara katika mwongozo wa Mungu, hapo ndipo utauona ule ushindi na baraka zile ambazo Mungu amekuwekea pale mbele. Mara nyingi changamoto na sio mara nyingi, mara zote changamoto huwa zinakuja kutaka kukuzuia wewe kufikia ule ushindi au ahadi au baraka zile ambazo Mungu amekuahidia. Kwa hiyo unapokutana na changamoto yote, mwana wa Mungu, jua kwamba hapo ni kipimo, unatakiwa ushinde na upite hapo. Ukishapita hapo, jua mbele yako kuna baraka na kuna mafanikio mengi ambayo Mungu amekuandalia. Kwa hiyo changamoto isikurudishe nyuma, mwana wa Mungu. Changamoto hiyo ujue ndio daraja la kukufanya wewe uweze kupanda kufikia pale Mungu ambapo alikuwa amekusudia. Unachotakiwa ni kumuomba Mungu ili akutie ujasiri na akutie nguvu ili uweze kushinda hilo jaribu, ili uweze kushinda hivyo vikwazo, ili uweze kushinda hivyo vipingamizi, ili uweze kuona uwezo wa Mungu katika maisha yako. Kumbuka kuwa shetani huwa hamwachi mwana wa Mungu afurahie baraka zake. Huwa siku zote anaambatana naye. Unapokuwa unainuliwa, na yeye huwa anataka akuzuie au akuporomoshe kutoka pale ulipokuwa umeinuliwa. Mfano mzuri ni kwenye kitabu cha kwanza cha Samuel sura ya 15 kuanzia mstari wa 10 mpaka 22. Unaeleza juu ya habari ya mtu ambaye aliinuliwa akawekwa kuwa mfalme, Sauli. Lakini baada ya kupewa ufalme alipewa maagizo na Mungu kwamba ayafuate. Mara tu baada ya kupewa ufalme akapewa maagizo kwamba ayafuate. Lakini yeye
Sauli alidanganywa na tamaa. Badala ya kufanya kile kitu ambacho Mungu alikuwa amemwagiza, yeye akafanya tofauti kwa kutamani mali. Maana Mungu alimwambia awaangamize Waamaleki wote na mali zao zote. Yeye alichofanya akawaangamiza baadhi, akambakisha mfalme, akabakisha na mali. Unaona? Kwa hiyo mali, yeye akili yake akidhani kwamba hiyo mali akimtolea sadaka Mungu atamkubali. Wakati Mungu yeye alitaka afanye kile ambacho yeye Mungu anataka. Kwa hiyo matokeo yake akawa ameshindwa kwa kuto kufuata kile Mungu ambacho amekiagiza, na aliporukia mali na kutafuta mambo mengine ambayo shetani alimdanganya ili aweze kumpotosha. Kwa hiyo kumbe, unapokuwa unainuliwa unatakiwa kuwa makini sana. Mara nyingi unapoinuliwa, shetani huwa anapanda na wewe ili kutafuta kukudhoofisha. Kama vile ambavyo tumesoma kwamba Yesu alivyopandishwa na Roho nyikani, shetani alipanda pamoja naye ili kutaka kumwangusha, ili asiweze kupata ule ufalme ambao Mungu alikuwa amemwandalia hapo mbele. Kwa hiyo vivyo hivyo, kila mmoja ambaye huwa anainuliwa, shetani huwa anatafuta kumfuata ili kuweza kumwangusha, asiweze kufurahia ufalme wa Mungu au kufurahia kule kuinuliwa ambako Mungu amemwandalia. Kwa hiyo mwana wa Mungu unatakiwa ulitambue hilo. Wewe ambaye umekwisha kuinuliwa, kuwa makini katika nafasi yako au katika pale ambapo Mungu amekuinua, usije ukaanguka. Na wewe ambaye unaomba kuinuliwa, ukumbuke kwamba utakapokuwa katika kuinuliwa, shetani naye atajaribu kukutafuta. Usishindwe wala usizoofishwe wala usiangushwe. Songa mbele na kile ambacho Mungu amekuahidia kinakwenda kutimia kwako. Na wewe ambaye uko katika changamoto, usizione hizo changamoto kama kikwazo. Hizo changamoto ndio daraja la kukufikisha pale ambapo Mungu amekusudia katika maisha yako, katika yale ambayo wewe ulimwomba Mungu akutendee. Mungu akubariki na akupe ujasiri na akutie nguvu na akuwezeshe kuweza kushinda yote yale ambayo yatakuja kama kikwazo ambayo Ibilisi atayainua kutaka kukuzoofisha. Yasifanikiwe kwa neno wala kwa tendo, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.